Kidex, karibu katika kipindi chako cha mikasa ya vijana. Kuna siku moja tuliwahi kupata nafasi ya kukaa na babu yetu kikongwe, babu yetu mtu mzima. Bila shaka aliweza kutupa mikasa ambayo vijana wengi nayotukuta. Na leo mimi mpendwa wako Ramadhani Hemedi niko tayari kwa ajili ya kukusimulia. Katika maisha kijana, leo nataka nizungumze na wewe. Katika maisha, jaribu kupambana, jaribu kutumia mapambano yako mwenyewe kijana, bila kutegemea aina yoyote ya maisha rahisi, kwa sababu katika kila kilichokuwa rahisi huwa kina madhara. Nataka nikupe kisa kidogo ambacho tuliwahi kusimuliwa na babu yetu wakati tuko katika kipindi hiki cha ujana, kipindi hiki cha kuchipukia katika ujana. Tuliweza kukaa na babu yetu kipenzi, na kabla ya kuongea chochote, kwanza alituasa, alituambia, yenye vijana wangu, na kusihini sana na kuombeni sana, jiepusheni na wake za watu. Hakika mafanikio ya kijana hayako kwa mwanamke. Mafanikio ya kijana yako kwenye nguvu zake mwenyewe. Mkasa wenyewe ulikuwa hivi. Katika mkoa wa Morogoro, katika vijiji vya ndani kabisa, palitokewa na mfanya biashara au mjasiriamali mzuri, kijana mashuhuri, mahiri kabisa katika ubobezi wa fani ya biashara. Yeye alijikita katika biashara ya kuuza vitu vidogo vidogo ama vitu vya gengeni, kwa mfano vile nyanya, bilinganya, pilipili, yaani kitu chochote kile ambacho mwanamke huwa anaenda sokoni. Sasa yeye alikuwa na genge lake kabisa. Kijana huyu alikuwa ni mgeni katika maeneo hayo, yaani yeye alikuwa ametoka sehemu moja akafika sehemu hiyo kwa ajili ya kujitafuta kimaisha. Wakati amefika hapo, wenyeji wake wakampokea vizuri, na yeye harakati za maisha zikawa zinaenda, lakini shughuli zake ni kuuza vile vitu ambavyo ni vya gengeni, kama ni nyanya, pilipili, hoho, karoti na kadhalika. Sasa kijana huyo akawa ghafla amezoeana na mdada ambaye mara kwa mara huwa anaenda kufika pale gengeni kwake na kuchukua mahitaji. Sasa kijana huyu akawa ameweka mazoea naye bila ya kumfahamu ama kumjua kiundani zaidi dada huyo, kiasi cha kwamba ikafikia tu mpaka anaweza yule dada akafika gengeni, akaleta story, akachukua mahitaji yake na akaondoka bila ya kulipa. Sasa yale maisha yakakaririka vile mara kwa mara, kiasi cha kwamba hadi yule kijana akaona hii pengine kwa huyu dada mimi ndio itakuwa fursa yangu, kwa sababu huko nilipotoka nimeacha mke pamoja na familia yangu, na huku nilipokuwa nimeboreka, niko mpweke, sina mke wala sina familia. Ina maana hii fursa ya huyu dada mimi itakuwa ni fursa yangu ya kuponea. Kwa hiyo kilichotokea pale, akafunga duka ama genge wakati wa jioni, na alikuwa ameshamuomba appointment ama ameshaomba kukutana na yule dada kwa muda wa jioni. Wakati huo yule dada jioni ilipowasili, wakatafutana katika maeneo ambayo walikubaliana wakutane. Walipokutana pale, yule kijana akaanza kufunguka. Unajua mwenzako, mimi ninavyokuona hivi na vile, nimetokea kukupenda, wallahi nahitaji kuwa na wewe, nahitaji hivi na hivi. Basi bila yana, yule dada akamwambia, naweza nikakukubalia au nikakukatalia, lakini yote kwa sababu mimi hapa ninavyokuambia ni mke wa mtu, mimi nina mume wangu. Yule kijana akasema, sawa, una mume wako, lakini mimi nishatokea kukupenda, sasa tunafanya vipi? Kwa hiyo yule kijana akawa analazimisha kwa yule kijana,
Bidada akajaribu kadiri alivyojaribu kukataa, lakini wanawake siku zote wameumbwa na mioyo dhaifu sana, akawa ameweza kuingia katika mtego wa yule kijana. Lakini sababu iliyomfanya yule dada akatae kwamba alishasema yeye ni mke wa mtu, ina maana na mume wake, pamoja na yule kijana kubisha na kubishana na kuweza kutetea hoja yake ili aweze kufanikiwa, lakini yule dada alishasema kana kabisa kwamba yeye ni mke wa mtu, lakini kwa sababu ya wanawake ni dhaifu akaweza kuingia katika mtego. Katika mahusiano yale ikawa kwamba wanakutana jioni sehemu ambayo sio rasmi ama sio sehemu maalum, wanapiga stori 2-3 then wanaachana. Ikafikia siku moja yule kijana akamwambia, bwana, wewe unasema ni mke wa mtu, kwa nini nikikuhitaji katika muda kama huu unapatikana kwa wepesi na kwa haraka? Yule dada akamwambia kwamba